Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai. Oh, babu vipi? Kama kaa? Sana. Mambo yanasemaje? Wanyama wengi? Umetokea wapi mwanangu? Mimi nipo tu hapa mtaani sasa. Hapo mtaani, au vipi? Kwa sasa unaelekea wapi? Hapa naelekea kwa DJ Coach hapa. Okay. Mimi ni moja mwanangu, sorry kwa kupotezea muda wako. Au vipi? Sawa. Na moja nataka nikuulize katika tamu na chungu hapa hivi, sawa Inahusiana na issue za mahusiano, au vipi? Yaani for the first wewe ile kwamba katika tamu umepata lini kwenye mahusiano yako, afu na chungu umekuipataje, yani kwa mtu ambaye especially wa kwanza kabisa kumpata bana? Tamu na chungu, nianze na tamu na chungu. Mwaga tamu kwanza, maki mwanzo kuna utamu. Uchungu nafikiri unaweza ukawa katikati au mwisho. Bana, utamu bana, unajua mimi ni mtu ambaye nauza simu. Ndio kwenye harakati moja mbili tatu hizo za kuposti simu. Ndio bana, mpenzi wangu kanicheki. Nakubali. Wapi? Nikamwambia nipo dukani sasa hivi, ndio natoka Sinza naelekea dukani. Ndio akanielekeza bana, mimi nataka simu iPhone 13 shilingi ngapi? Nikamwambia bana, mimi nikahisi masiara. Nakubali. Nikamwambia bana, hapa sisi dukani tuna used from Dubai na full box. Akaniuliza bei ni shilingi ngapi? Nikamwambia bana, bei ya used from Dubai 6,500, half full box 8,500. Ile nimekaa nikaona ananidondoshia mzigo wa simu mbili. Yaani mtoto mkali mwenyewe akakudondoshea. Ananiambia wewe chukua full box bana, mimi utanibebea used from Dubai. Imagine demu yeye ananiambia hapa iwepo nini afisi ile? Ni mtu amenyooka. Afu ni ile mimi simkubali, alafu ananijali yani. Hiyo. Kwa hiyo ilikuwa surprise kwangu yani, mpaka maana nimekwambia tamu. Hiyo tamu. Ila tukiingia upande wa chungu. Hapo tayari mshakuwa kwenye mahusiano, ni kazi yako yani ile. Wao wanakuelekeza chukua mazingira fresh. Kwa hiyo ukatembelea faida au vipi? Faida. Yaani nimepiga faida dukani, pia nimeondoka na simu. Na siku hiyo tumetoka tumeenda Sinza kule. Tumeenda Sinza tumekula bata, hela yake. Baada ya hapo mazuri hayo. Sasa ubaya ulikuja wapi? Chungu bana ni mademu wawili tofauti. Yaani kwenye baya la chungu ni mademu wawili tofauti. Kuna demu mmoja hivi nilikuwa na date naye uko level. Nimhudumia kila kitu mzee. Umemhudumia ndio umechukua nafasi ya mzazi au vipi? Toka form 1 mpaka form 4. Ndio una kibunda hapo, unachukua za mzazi zile pocket money wewe unahudumia pisi au vipi? Kwa hiyo toka form 1 mpaka form 4 nikawa namwekea bili. Afu ile tunakuja kuondoka form 4 akanitumia vimeme vile. Unajua ile paragraph wanaita. Ndefu kwanza nimetoka kwenye pepa la chemistry sielewi, hapo nakuja kukutana na ile neno. Nikasema mbona ngoja nikia finta isoma, nikaibeba ile nikaondoka nayo maskani. Nafika maskani ndo naanza kuipitia. Na nakuja kunielekeza bana, vitu vyote nilivyokuwa nakufanyia mimi na kuigizia nilikuwa natoka na Headmaster. Headmaster mwanangu si mlima kabisa ule rafiki yangu. Yaani mchote ilinitoa kwenye reli kwa sababu ni demu ambaye nilikuwa nampenda, nimemgaramikia toka form 1 mpaka form 4. Hapa anakuja kunisurprise na hicho kitu. Ilikuwa ni situation ngumu sana. Na muda ule nishatoka shule, unajua private. Ndio. Nimetoka kule Dodoma nisharudi Dar. Kwa hiyo haikuwepo tena mimi kwamba nimpate kule tuojiane. Kaishia hivyo, mwisho wa siku anakuja kunitafuta na niomba urafiki. Yaani kutoka kwenye upenzi na kuishia kwenye urafiki. Akaniomba urafiki nikaamua. Hiyo hali ulichukuliaje au ulikubali moja kwa moja kabisa? Fresh. Ulikubali sana mwe marafiki nini Kinyamwezi. Kwa muda huu na mpango kutafuta kazi nyingine muda huu? Muda huu bana nina kazi, nimetuliana. Una mali sasa hivi? Imenyooka au ndo kama wale vishandu waliopita? Imenyooka. Au vipi? Imenyooka basi, hana vipengele. Sio kama wale. Sio wanafunzi tena. Maana sasa hivi naona ile CIA. Wewe unajua unaona kabisa tunatembeza na JJ Coach. Nakubali. Pande zile pale au vipi? Kwa hiyo Mnyamwezi mwanangu. Sema nini? Shout sana kwako mwanangu. Mimi nimekubali pande hizo hapa za Mlimani, nilikuwa na mwambangu mmoja katika tamu na chungu hapo anaimalizia kama hivyo. Location inasoma Mlimani Sinza hiyo. Shukrani brother.